Inaomba tuketi. Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa, mwenyekiti wa kamati ya mazishi ya kitaifa, Mheshimiwa Hemedi Suleiman Abdullah, makamu wa pili wa rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, ambaye ni mwenyekiti mwenza wa kamati ya mazishi ya kitaifa, waheshimiwa mawaziri, wakuu wa mikoa, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, waheshimiwa wananchi, waombolezaji wenzangu, waheshimiwa viongozi. Kitakachofuata sasa ni dua na sala kutoka kwa viongozi wetu wa dini. Kwa kuanza, ni muombe Mhashamu Renatus Leonard Mkwande, askofu mkuu wa kanisa Katoliki Jimbo Kuu la Mwanza TEC, atuongoze kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Msaada wetu watoka kwa Bwana. Tuombe. E Bwana Mungu wetu, mwingi wa rehema na mpaji wa yote, tunaiweka roho ya mtumishi wako John Pombe Magufuli mikononi mwako. Tunayo matumaini ya kweli kwamba atafufuliwa na Kristo Bwana wetu siku ya mwisho kama wote wanaokufa katika Kristo. Tunakushukuru kwa ajili ya mema yote uliyomjalia mtumishi wako huyu. Mema yote hayo yawe kwetu ishara ya wema wako na ushirika bora wa watakatifu katika Kristo. E Mungu Baba Mwenyezi, kupitia utumishi wa John Pombe Magufuli umetufundisha kujitoa na kujitolea kwa ajili ya wengi. Umetufundisha kushinda ubinafsi, kushinda hofu na mashaka katika maisha. Umetufundisha kujiamini na kuchapa kazi ili tuweze kufanikiwa na kumudu maisha yetu. Basi tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu, usikilize kilio na maombi yetu sisi wanao. Mfungulie mtumishi wako Magufuli mlango wa paradiso, afurahi pamoja na watakatifu wako. Bwana, ni nani atakayeingia katika hema yako? Ni nani atakayefanya maskani yake katika kilima chako kitakatifu? Ni mtu atendaye kwa uaminifu na kutenda haki, asemaye kweli kwa moyo wake wote, asiyesingizia kwa ulimi wake wala kumtenda mwenzake mabaya. Ni kweli Magufuli alidhihirisha kukucha wewe na wala hakuona aibu kukiri wema na ukuu wako mbele ya watu. Alituasa Watanzania wote tuishi kwa kukutegemea wewe Mungu na muumba wetu. Na kwa unyenyekevu mkubwa aliomba tumwombee. Alichukia kuonea na kuonewa, alichukia kudhulumu na kudhulumiwa. Aliipenda Tanzania na akawapenda na watu wake. Kwa hayo mengi tuliona anafanya kwa ajili yetu na kwa utukufu wa jina lako, tunakuomba umpokee apumzike mbinguni. Bariki familia yake ili ibaki na utulivu na amani wa moyo. Wajalie yote wanayohitaji kama wanadamu, na daima wakutumikie wewe uliye muumba na baba yetu. Sisi tuliobaki tunakuomba tuendelee kushikamana chini ya rais wetu mpya Mama Samia Suluhu Hassan, ili nchi yetu iendelee kustawi na kuimarika. Mjalie afya njema rais wetu, mjalie hekima na ustahimilifu nyakati zote za utumishi wake, ili yaliyopangwa na yale atakayopanga yafanyike kwa sifa na utukufu wa jina lako. Mpe nguvu na umlinde, atuongoze vyema, unayeishi na kutawala daima na milele. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Asante. Na sasa ni muombe Sheikh Hassan Musa Kabeke, Sheikh wa mkoa wa Mwanza, atuongoze kwa dua kwa niaba ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA. Tunaomba ziwe dakika 2.
Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA mkoa wa Mwanza chini ya Mufti na Shekhe Mkuu wa Tanzania Al-Allama As-Samaha Al-Sheikh Abu Bakar bin Zubair bin Ali Mbwana Mujaddidul Asri. Dua maalum. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Tunakushukuru Mola wetu uliyetukuka. Ni wewe uliyetufundisha kupitia kitabu chako kitakatifu Qur'ani pale uliposema wala nabluwannakum bi shay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarati wa bashshiris sabirin alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mola wetu ulitufundisha kwamba utatukabili kwa kutupa mitihani mbalimbali. Miongoni mwa mitihani hiyo ni vifo, na ukatuelekeza ikitokea kumepatikana mmoja wa mitihani hiyo kama hivi tulivyopatwa na kifo cha rais wetu mpendwa, Rais John Pombe Joseph Magufuli, ulituasa tuwabashirie wale wenye subira, na ukatuelekeza wenye subira ni watu gani? Ni wale wakipatwa na matatizo na wakipatwa na misiba husema sisi sote ni wa Mwenyezi Mungu na kwake ni marejeo yetu. Mola wetu uliyetukuka, umetufundisha kupitia Qur'ani ukasema kullu nafsin dha'iqatul mauti, kila kitu chenye kupumua kitakufa. Na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akakazia akasema yatosha kabisa kifo kuwa mawaidha. Leo Tanzania tumewaidhika, tumeendelea kuwaidhika kwa kuona sifa yako na utukufu wako. Mwenyezi Mungu uliipenda Tanzania hata pale tulipokuomba utupe rais bora, rais mchapakazi, rais mwenye maadili, rais ambaye hakubali rushwa wala ufisadi. Uliitika dua zetu Mola wetu na ukatupa Rais John Pombe Joseph Magufuli. Tunakushukuru Mola wetu kwa sababu Rais John Pombe Joseph Magufuli alikuwa ni zawadi kwetu kwa Tanzania, na yeye alijitambua kwamba ni zawadi, ndipo akafanya kazi usiku na mchana bila kulala kuhakikisha anawatumikia Watanzania. Mwenyezi Mungu Mola wetu, Rais John Pombe Joseph Magufuli alikutambua wewe Mungu, alikuheshimu, alikupenda, alikutaja, alikusifu, alikuinua, alikutumainia, alikutegemea mahala popote. Hakukuacha nyuma kila wakati na kila saa. Mola wetu, Rais Magufuli kwa mengi aliyoyafanya katika nchi hii, Mwenyezi Mungu amebakiza alama kubwa katika nchi yetu, na siku zote atabaki kwenye nyoyo za maisha yetu, nyoyo zetu. Mwenyezi Mungu, tunakuomba rais wetu, Rais John Pombe Joseph Magufuli, abakie akiandikwa jina lake kwa maandishi ya dhahabu katika nyoyo za Watanzania. Mola wetu uliyetukuka, wewe ndio uliomfanya Rais Magufuli kufanya yote hayo mema, na wewe Mwenyezi Mungu akayatenda bila khiana, basi mpe yale ambayo wewe unayaridhia. Mwenyezi Mungu mtukufu, tunamuombea familia ya marehemu akiwemo Majanet Magufuli, watoto wake na familia nzima kwa ujumla. Tunamuombea rais wetu, Rais Samia Suluhu Hassan, katika kipindi chote hichi ambacho anapita kwenye mtikisiko huu wa nchi kuingia kwenye mtihani kama huu. Mungu endelea kumpa utulivu, mpe afya njema, muwezeshe kutekeleza yale yote ambayo aliyaasisi Rais Magufuli. Muwezeshe na umjalie waziri mkuu, mawaziri wote, wakuu wote wa mikoa, hususan mkuu wetu wa mkoa wa Mwanza pia ambaye amekuwa na jukumu kubwa hili la kusimamia shughuli hii tukufu, yeye na wakuu wa mikoa wa kanda ya Ziwa. Endelea kuwapa uwezo wa kusimamia mambo haya. Wajalie wakuu wa wilaya na viongozi wote wa serikali katika nchi hii. Mwenyezi Mungu kijalie kheri chama kinachotawala nchi hii kiendelee kusimamia yale mazuri ambayo Rais Magufuli aliyaasisi. Mwenyezi Mungu uliyetukuka, tunakuomba kwa utukufu wako na uweza wako, umeifanya Tanzania kuwa ni nchi kimbilio, kisiwa cha amani, nchi yenye kupendeza. Endelea kujalia Watanzania hawa tuendelee kushikamana na kuwa pamoja, na nchi yetu Mwenyezi Mungu idumu katika amani, idumu katika utulivu. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin. Na sasa naomba nimkaribishe mchungaji Joseph Alesi Mtebe kutoka kanisa la Africa Inland Church Tanzania, Diocese ya Mwanza, atuongoze kwa sala.
Mungu wetu, neno lako linasema heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa wapate kupumzika baada ya taabu zao, maana matendo yao yafuatana nao. Sisi wote wa Tanzania ni mashahidi wa namna ambayo rais wetu mpendwa marehemu John Joseph Pombe Magufuli alivyokucha wewe, alivyokupenda wewe, alivyoliongoza taifa letu kwa misingi ya neno lako. Tunakushukuru sana kwa ajili yake. Lakini pia Mungu, tunatambua wazi kupitia neno lako ya kwamba hakuna jambo linalotendeka chini ya jua lisilo na kusudi lako. Liko kusudi lako katika hili lililotokea katika taifa letu. Na sasa Mungu, tunakuomba ukatusaidie sisi wa Tanzania wote kulitafasiri kwa usahihi kusudi lako ili tubaki katika umoja na mshikamano wetu. Baba, utusamehe. Kuna mahali ambapo pengine hatujafanya vizuri, utaendelea kutusaidia sisi tukiwa taifa lako kutenda haki yako katikati ya maisha yetu. Baba, tunakushukuru sana. Wewe umerarua mioyo ya Watanzania. Unajua kwa kiasi gani watoto wako wamejeruhika. Unasikia maombolezo na vilio kila mahali katika taifa letu. Na wewe uliyejeruhi, uliyerarua, utatuganga mioyo yetu. Tunakualika sasa uje ugange mioyo ya Watanzania. Asante kwa jinsi ambavyo umekuwa msaada mkubwa wakati wote. Amani yetu ni ushahidi wa kutosha kwamba wewe Mungu uko pamoja nasi wakati wote. Tunakushukuru sasa kwa ajili ya viongozi wetu ambao umeendelea kutupatia, lakini tunakushukuru kipekee kwa ajili ya rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan kwa jinsi ambavyo umemjalia neema sasa kuchukua kijiti hiki. Kibinadamu ni ngumu, lakini wewe Mungu ukisimama pamoja naye anayaweza mambo yote katika wewe umtiaye nguvu. Wasaidie wasaidizi wake, waziri mkuu, mawaziri wengine, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya na viongozi wengine mbalimbali, ili waendeleze na kuyaenzi yale yote ambayo kiongozi wetu aliyaelekeza. Ulimfanya kuwa mwanga mzuri na kielelezo kizuri kwetu, dira ya mafanikio na maendeleo ya taifa letu. Tunaombea sasa familia yake kwamba Mungu utaibariki kabisa Mama Janet Magufuli anapoyashuhudia haya pamoja na watoto. Utawabariki na utawasaidia kukuangalia wewe na msalaba wako Kristo. Naombea shughuli yote ya mazishi sasa. Kadiri tunavyoendelea kuelekea Chato, wewe Mungu utaonekania safari zote, utatuonekania katika njia zote. Ni katika Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Amina. Asante. Kwa heshima na taadhima, nimwalike Baba Askofu Charles Sostenes Sekelwa, askofu wa kanisa la CECT Diocese ya Ziwa Victoria, atuongoze kwa sala. Baba Askofu, tunaomba ziwe dakika 2. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa 36. Daudi akisha kulitumikia shauri la Mungu alilala na baba zake. Mwenyezi Mungu Baba yetu wa mbinguni, tunaamini ya kwamba mtumishi wako rais wetu mpendwa amelala na baba zake kwa sababu amemaliza kulitumikia shauri lako. Mungu wa rehema, tunakutukuza sana kwa sababu ulimpa zawadi ya uhai, na zawadi ya uhai hii alitugawia hata sisi kupitia vipaji na vipawa vyake. Asante Mungu kwa sababu ulimleta kama binadamu, ulijua miaka yake ya kuishi hapa duniani na ulifahamu wakati na majira ya kuondoka kwake. Tunaweza kuwa na maswali mengi sana kama binadamu, lakini shauri lako halipingiki wala halikosei. Na sasa Mungu, kwa moyo wa shukrani tunakuja mbele yako kama neno lako linavyotuagiza katika Waebrania sura ya 13 mstari wa 7, wakumbukeni wale waliowaongoza, waliowafundisha neno la Mungu, wa kuchunguza sana mwisho wao, igeni imani yao. Utusaidie Bwana kuiga mambo mema ambayo rais wetu alitufundisha, hata nyakati taifa hili lilipopita katika shida ngumu sana ya magonjwa ya corona, tatizo la uchumi. Huyu alikuwa si rais tu wa nchi hii, lakini alikuwa ni mtumishi wako. Alitufundisha kukutegemea wewe na kusimama pamoja na wewe.
Na sasa mtumishi wako amelala, amepumzika, roho yake iko katika mikono yako. Na sasa Mungu, tunaomba kwa sisi tuliobaki ya kwamba utabariki Mama Janet na familia yake yote, utabariki rais wetu mpendwa, wasaidizi wake wote, utusaidie na sisi viongozi wa dini kushikamana kwa pamoja, tupaze sauti zetu tukiliombea taifa hili na viongozi wetu. Mungu awape busara, hekima na maarifa katika kutuongoza kwa njia ya haki. Nikiweka mikononi mwako pia mipango hii yote ya mazishi ya kumsindikiza ndugu yetu na kiongozi wetu, Mwokozi mwema na mwenye huruma, ninaomba utusaidie na kutuongoza kila hatua, kama ulivyoanza nasi kule Dar es Salaam, Dodoma, Zanzibari na hapa. Ninaomba mkono wako mwema uandamane pamoja nasi hata huko Chato. Tuyafanye yote katika utukufu wako, na mwisho tunaahidi kukurudishia utukufu na sifa, maana ni wewe umeyafanya. Tumeyaomba haya kupitia jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Kwa kumalizia kwa dua na sala, nimkaribishe Sheikh Dipresh Dave, Sheikh wa msikiti wa Swami Narayan Hindu Mwanza. Karibu kwa dakika 2. श्री स्वामीनारायण भगवान की जय, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय, राधा कृष्ण देवनी जय, प्रमुख स्वामी महाराज की जय, महंत स्वामी महाराज की जय, प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय. We say, rest in peace. Peace is God. The true, the real, the eternal peace is to God, and is where our beloved President is at the moment. He is watching us, he is blessing us, he is praying for us, he is praying for the nation, he is praying for the citizens, he is praying for one and all, for our health, wealth and prosperity. We have gathered here, so let us, we all join together, unite, work hard, and make his dreams that he made for Tanzania to come true. Let us all fold our hands and join in this international Vedic peace prayer. Atha Shanti Patha Harihi Om Dyohu Shantirantarikshagu Shantihi Prithvi Shantirapah Shantirokhadayah Shantihi Vanaspatayah Shantirvishwadevah Shantir Brahma Shantihi Sarvagu Shantihi Shantireva Shantihi Sama Shantiredi Jato Yatah Samihase Tatanno Abhayam Kuru Shannah Kuru Prajabhyo Bhayannah Pashubhyah Vishwani Deva Savita Durita Diparasuva Jadbadrantanna Asuva. Om Shantihi 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 Shushantir Bhavatu Sarvarishta Shantir Bhavatu. Atha Satsanga Diksha. We are following with Lord Swaminarayan and Guru Mansai Maharaj blessings from the Holy Scripture, Satsang Diksha. Swaminarayanam Sakshat Akshara Purushottama Sarvebhyam Param Shantim Anandam Sukhamarpayet. Swaminarayan Bhagavan Ambayani Akshar Purushottam Maharaj mwenyewe atoe amani ya juu, heri na furaha kwa wote. Baraka za kimungu za huruma za Paramatma Parabrahm Swaminarayan Bhagavan daima ziwe kila mahali. Huzuni zote, aina tatu za tabu, msiba, dhiki, mashaka na hofu ya wote vitangamizwa. Mtu yoyote asiweze kuwadhuru au kuwachukia wengine. Naomba kila mtu aheshimiane kila wakati. Waja wote wa BAPS Somnayan Sanstha तथा Hindu Union
kujitoa duniani kote wameombolezea kifo cha rais wetu mpendwa. Guru wetu Parampuja Swami Maharaj amewaombea rais wetu na amebariki maendeleo yote ya Tanzania. Astu. Shri Swaminarayan Bhagavani Jai. Tunawashukuru sana viongozi wetu wa dini kwa kutuongoza kwa dua na sala. Waheshimiwa viongozi, wananchi, waombolezaji wenzangu, na hapa ndio tumekamilisha eneo hili la kumwombea dua na sala mpendwa wetu Dr. John Pombe Magufuli ambaye ametangulia mbele ya haki. Asante. Waheshimiwa viongozi, kinachofuata sasa ni utambulisho mfupi wa viongozi walioko katika hadhara hii. Kwa heshima kubwa naomba nimtambulishe Mheshimiwa Kassim Majaliwa mbunge, waziri mkuu na mwenyekiti wa kamati ya mazishi ya kitaifa. Naomba nimtambulishe Mheshimiwa Ahmed Suleiman Abdullah, makamu wa pili wa rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na makamu mwenyekiti wa kamati ya mazishi ya kitaifa. Naomba niwatambulishe wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama. Naomba niwatambulishe viongozi wa Chama cha Mapinduzi wakiongozwa na naibu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Tanzania Bara. Naomba niwatambulishe waheshimiwa mawaziri pamoja na waheshimiwa manaibu mawaziri. Naomba niwatambulishe makatibu wakuu wote na manaibu makatibu wakuu. Naomba niwatambulishe wakuu wa mikoa waliopo wakiongozwa na mkuu wa mkoa mwenyeji Mheshimiwa John Mongela, mkuu wa mkoa wa Mwanza. Naomba niwatambulishe makatibu tawala walioko na viongozi wa vyama vya siasa walioko. Naomba niwatambulishe waheshimiwa wabunge walioko. Naomba niwatambulishe waheshimiwa wakuu wa wilaya wote walioko. Naomba niwatambulishe wakuu wa taasisi, mashirika na watendaji mbalimbali wa serikali waliopo. Naomba niwatambulishe viongozi wa dini pamoja na wazee wa mkoa wa Mwanza. Na mwisho kabisa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba niwatambulishe wananchi waombolezaji kutoka mkoa wa Mwanza na mikoa jirani ya kanda ya Ziwa. Asanteni sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mwenyekiti Kamati ya Mazishi Kitaifa, Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Makamu Mwenyekiti Kamati ya Mazishi Kitaifa, waheshimiwa viongozi, ndugu waombolezaji. Katika ratiba yetu leo uwanjani hapa tuna vikundi viwili maalum wenye nyimbo za maombolezo. Tunao AIC Makongoro na TOT. Naomba sasa nikaribishe kwaya ya vijana wa AIC Makongoro. Karibuni.
milele yote hakuna zaidi. Lolote linalotokea kwetu ni wewe umeliruhusu. Hatuna budi kukubaliana na lolote unaloamua wewe kutoka kwenye kiti chako cha enzi. unapozima pindi uelemewapo na upepo. Ni kweli mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi si nyingi, naye hujaa taabu. Lakini lipo tumaini moja juu ya wafu wote wafao katika Bwana, naam wasema roho, wapate kupumzika baada ya taabu zao, kwa kuwa matendo yao yafuatana nao. Haleluya.
ni gumu sana. Hili ni mapenzi ya Mungu. Asanteni ALC Makongoro, tunakwenda na muda. Karibuni sasa Tanzania One Theater Toti. Nimesacrifice maisha yangu kwa ajili ya Tanzania masikini. Oh, ndugu zangu, msibaguane. Ndugu zangu, tusibaguane kwa makabila. Tanzania tunalia, rais umetutoka. Umeianza safari kurudi kwa Mola wako, umetuacha wapweke. Nenda baba, umemaliza mwendo wako. Nenda baba, jioni yenye huzuni, giza nene lilitanda. John Pombe Magufuli ya Suluhu katangazia taifa, rais umetutoka. Magufuli tarehe 17 jioni yenye huzuni, giza nene lilitanda. Samia Suluhu katangazia taifa, rais umetutoka. Magufuli, Tanzania tunakulilia, Waafrika watakukumbuka wote. Nenda ukapumzike baada ya kazi kubwa uliyofanya. Tanzania
Asanteni sana Tanzania One Theatre Talk, na tunawashukuru sana wasanii wote katika kipindi hiki kigumu kwa jinsi mlivyojitokeza kwa nyimbo mbalimbali za maombolezo. Asanteni sana wasanii. Mheshimiwa Waziri Mkuu, napenda vile vile kutambua uwepo wa wakilishi wa familia ya marehemu mpendwa wetu Mheshimiwa John Pombe Magufuli. Vile vile katika orodha hii yupo naibu spika wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar, katibu mkuu kiongozi Zanzibar na mwanasheria mkuu wa Zanzibar. Sasa napenda kumwita Mheshimiwa Jenista Muhagama, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge, Kazi, Vijana, Ajira na Wenye Ulemavu, kumkaribisha Mheshimiwa Kassim Majaliwa. Karibu Mheshimiwa Muhagama. Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar, waheshimiwa viongozi wote, wananchi wa mkoa wa Mwanza na mikoa jirani ya kanda ya Ziwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimepata nafasi hii kwa kazi moja, kukukaribisha uje uwahutubie Watanzania kupitia hadhara hii katika mkoa huu wa Mwanza. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kabla sijakukaribisha, ninaomba niseme maneno mafupi sana. Kwanza kabisa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ambaye ni mwenyekiti wa kamati hii ya taifa ya maziko ya viongozi, na leo tukimzika hayati Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kuendelea na shughuli ya kwenda kumhifadhi kule Chato, ukisaidiwa na makamu wa rais wa pili wa serikali ya Zanzibar. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba nikuhakikishie mawaziri wote ambao ni wajumbe wa kamati yako, makatibu wakuu wakiongozwa na makatibu wakuu viongozi, tumetekeleza maagizo yenu ambayo mmekuwa mkitupatia toka tulipopata msiba huu mzito, na tunaendelea kuhakikishia kazi hii inahitaji ujasiri mkubwa, uvumilivu ndani ya moyo na utendaji wa kazi uliotukuka. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, bado tuko imara. Kwa unyenyekevu mkubwa tukimkumbuka hayati rais wetu Dr. John Pombe Magufuli, kamati itaendelea kuyatekeleza yale yote yatakayokwenda kumhifadhi hayati rais wetu kwa heshima ya kiwango cha juu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, vile vile nichukue nafasi hii kuwashukuru sana viongozi wa kanda ya Ziwa wakiongozwa na Mheshimiwa mkuu wa mkoa hapa Mwanza na timu nzima iliyoshirikiana na kamati yetu kufanya maandalizi haya. Lakini kwa namna ya pekee niwashukuru sana wananchi wa Mwanza. Kama tutazungumza historia ya mzalendo huyu wa kweli wa taifa na mzalendo wa Afrika, hayati Rais Dr. John Pombe Magufuli, hatutaacha kuwakumbuka wana Mwanza. Wana mchango mkubwa katika kukuza kipaji chake cha uongozi. Tunawashukuruni sana. Kule Geita, Chato walimzaa, ninyi Mwanza mlianza kumkuza mkishirikiana na maeneo mengine ya nchi yetu ya Tanzania. Tunayo heshima kwenu, mlituzalia na kukuza kitu chema kinachoacha kumbukumbu katika nchi yetu ya Tanzania. Tutamkumbuka hayati rais wetu Dr. John Pombe Magufuli katika maisha yetu yote na kuendelea kuyaenzi yale mazuri.
aliyoyaacha katika taifa hili, bara la Afrika na ulimwengu mzima. Tunamwombea rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia, na ninyi viongozi wetu wakuu wote katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tuweze kuwa na subira, lakini vile vile tunaamini katika uongozi wenu, na Mwenyezi Mungu ataendelea kulilinda taifa letu la Tanzania na kulijalia baraka zote zinazohitajika. Mheshimiwa Waziri Mkuu, baada ya kuyasema haya machache, kwa heshima kubwa, kwa niaba ya mawaziri wenzangu wa pande zote mbili, bara na visiwani, na hasa kwa niaba ya waziri mwenzangu anayetoka ofisi ya makamu wa pili wa rais Zanzibar, sasa ninaomba kwa heshima na taadhima nikukaribishe uweze kuzungumza, kutoa salamu na kuongea yale ambayo unaona yanastahiki kuzungumzwa katika mkusanyiko huu wa leo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu sana. Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah, makamu wa pili wa rais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar na mwenyekiti mwenza wa kamati ya mazishi kitaifa, ndugu wanafamilia wa marehemu, na leo hii tuko na uwakilishi wa mdogo wa marehemu pamoja na mtoto wa marehemu. Natambua pia uwepo wa Mheshimiwa Dr. Diallo, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mwanza, wajumbe wa halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi Taifa, Mheshimiwa naibu spika wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar, Mheshimiwa Mongela, mkuu wetu wa mkoa mwenyeji wa hapa Mwanza, waheshimiwa mawaziri na naibu mawaziri kutoka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, mwanasheria mkuu wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, waheshimiwa wakuu wa mikoa jirani Mara, Simiyu, Shinyanga, Kagera, Geita na mikoa mingine ya jirani ambao mpata bahati ya kuja hapa, katibu mkuu kiongozi Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa pamoja na katibu mkuu kiongozi wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, vyombo vya ulinzi na usalama ambavyo pia viko hapa na vinaendelea kutimiza wajibu wake, waheshimiwa wabunge wenzangu, waheshimiwa wajumbe wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar, viongozi wetu wa dini wakiongozwa na mababa askofu, mashehe, wachungaji ambao pia tayari wameshatupa dua, waheshimiwa wakuu wa wilaya wote, viongozi wa vyama vya siasa. Natambua uwepo wa viongozi wa Chama cha Mapinduzi wakiongozwa na Bwana Mpogolo, naibu katibu mkuu taifa, lakini pia vyama rafiki, ndugu watumishi wa umma na watumishi wa sekta binafsi ambao pia mko hapa, wanakamati ya maandalizi ya mazishi ya kitaifa pia ile ya kwetu hapa mkoani Mwanza, ndugu wazee maarufu na wakimila hapa mkoani Mwanza, wanahabari, wananchi na wote ambao pia mmepata fursa kuja hapa. Kimsingi leo hatuna maneno mengi. Tukio hili ni la muda mrefu. Tumelianza kuanzia tarehe 20 ambako wana Dar es Salaam walipata nafasi, na baadaye tarehe 22 Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliliongoza taifa kwenye zoezi au shughuli ya kumwaga pendwa wetu, kaka yetu, kiongozi mahiri aliyeliongoza taifa hili kwa weledi, Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli. Na pia Mheshimiwa Rais alipata fursa ya kusema maneno mengi,
Leo hii ni mwendelezo wa hatua ya kumwaga mpendwa wetu hapa jijini Mwanza. Mwanza ni mahali pa kihistoria kwa kiongozi wetu ambaye ametutangulia mbele za haki. Ameishi hapa, amefanya kazi hapa, amejenga mahusiano na watu mbalimbali hapa, lakini pia hata katika utumishi wake amefanya mambo makubwa yanayoweka alama leo kwenye mikoa hii yote ya kanda ya Ziwa. Na ndugu zangu wana kanda ya Ziwa, nataka niwaambie kiongozi wetu ambaye leo ametangulia mbele za haki na tunamuaga hapa leo, ameacha alama taifa zima, kila mahali mpaka vijijini. Na ndio kwa sababu leo Watanzania kila mahali wanalia kwa uchungu wa kuondokewa na kiongozi wetu tuliyempenda sana. Ndugu wana Mwanza, leo hii nimekuja na salamu zenu kutoka kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Anawapa salamu za pole wana kanda ya Ziwa wote. Mheshimiwa Rais anawasihi katika kipindi hiki cha huzuni ya kuondokewa na mpendwa wetu aliyekuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. John Pombe Magufuli, anawaomba sana kwanza tuwe watulivu. Tuendelee kufanya shughuli hizi tukiwa bado tuna huzuni, tukisubiri siku ya kumfikisha kwenye nyumba yake ya milele. Anatuomba tuendelee kushirikiana, kushikamana, kupendana kama tulivyokuwa huko awali. Anayo matumaini kwamba katika kipindi hiki si tu mpaka tarehe 26 bali siku zote 21 za maombolezo wa Tanzania tutakuwa watulivu. Na sasa kila mmoja kwa dini yake, kwa dhehebu lake, tuendelee kumwombea kiongozi wetu ili roho yake aweze kuiweka mahali pema peponi. Amina. Ndugu wana Mwanza na wote ambao mmejitokeza hapa, kama ambavyo nimesema, leo hii hatuna maneno mengi, bado tuna ratiba ndefu ambayo itaanzia hapa ikiongozwa na makamu wa pili wa rais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar kwenda kuaga na viongozi wachache ambao watatuwakilisha sisi wote watakaoweza kuingia kwenye lile banda. Baada ya hapo, kaka yetu, baba yetu, kiongozi wetu atazungushwa ndani ya uwanja ili kila mmoja apate nafasi ya kuaga. Utaratibu huu tumedhani ni mzuri kwa sababu ya idadi kubwa ya Watanzania wanaojitokeza kutamani kumwaga kiongozi huyu. Tumeona makundi mbalimbali huko, watoto wadogo, wanafunzi, vijana, wakina mama, wazee wakitamani kumwaga. Ili kuwapa nafasi pia tumesema jiji la Mwanza liandae barabara muhimu ambazo mwili huu utapita, tuweze kuwafikia huko mliko, angalau kulipungia jeneza takapokuwa linapita. Tunaamini faraja ile kidogo itapungua, kwamba sasa angalau umeweza kutumia nafasi yako ya kuaga. Kwa hiyo niruhusu sasa nafasi hiyo ianze, lakini simalize bila kwanza kushukuru watu ambao wanatufikisha kwenye maandalizi haya. Nimeona Dar es Salaam, nimeona Dodoma, na jana nilikuwa Zanzibar, leo niko hapa jijini Mwanza. Hakika siwezi kusahau kuwashukuru kamati ya maandalizi ya mazishi ya kitaifa inayoongozwa na mawaziri, makatibu wakuu, viongozi wa pande zote mbili, pamoja na makatibu wakuu wa wizara mbalimbali kutoka pande zote mbili za muungano. Na washukuru sana, uratibu ni mzuri na kwa kweli tunaona namna mlivyo uratibu. Lakini pia hapa jijini Mwanza lazima niwashukuru kamati ya maandalizi ya mkoa chini ya mkuu wa mkoa wetu Mheshimiwa Mongela, na vyombo vya ulinzi vya mkoa, sekretarieti yako, na wote ambao wamehusika kwenye maandalizi kwa namna moja au nyingine. Mmefanya kazi mzuri, tunaona utulivu na tunaamini tutamaliza vizuri kwa utulivu huu. Pia niendelee kuwapongeza vyombo vya ulinzi na usalama, mnaendelea kufanya vizuri maeneo yote. Lakini pia wenyeji wa hapa Mwanza, nimeona pia na jeshi letu la mgambo
linafanya kazi kubwa, vijana wetu wa scout wanafanya kazi kubwa, Red Cross, wahuguzi, waganga, wote mmefanya kazi kubwa sana. Tunawashukuru sana, endeleeni na hilo. Jamii hii inatutegemea kuratibu mambo yote yanayoendelea hapa ili tuweze kuaga vizuri na hatimaye watu warudi kuendelea na maombolezo majumbani. Niendelee kuwashukuru vyombo vya habari. Tumepata habari hizi kutoka mnaondoka Zanzibar mpaka tunaingia hapa. Bila nyie tusingejua hata muda ulioondoka. Bila nyie tusingejua Dar es Salaam, Dodoma na Zanzibar. Na hapa tulipo Watanzania wote wanatufuatilia. Tunawashukuru sana vyombo vya habari, endeleeni na kazi mzuri. Tunawathamini, tunaheshimu pia na mchango wenu. Lakini pia wananchi kwa ujumla, kama ambavyo nimeeleza, makundi mbalimbali. Mengine wamekuja hapa, wasanii kuja angalau kutuimbia nyimbo za maombolezo, kututia imani na kuweza kututuliza. Kazi mzuri hii imefanywa nanyi kwa makundi mbalimbali. Huko nje kuna makundi makubwa sana vijana. Hata kwa sauti mtakuwa mnawasikia. Boda boda, mama lishe, baba lishe, wafanyi biashara wadogo, wote wamesimama barabarani. Tunawashukuru sana kwa kujitokeza ili kumwaga kiongozi wetu huyu. Na baada ya shughuli zetu hapa jijini Mwanza, tunatarajia tuanze safari leo ya kutokea mwishoni mwa jiji kule Nyegezi, tuingie wilaya ya Kwimba, tuende hapa Kigongo mpaka Busisi. Pale Busisi ni nyumbani kwa mke wa marehemu. Tumeandaa tukio la dakika 10. Mwili utasimama pale. Wazee wa mila na viongozi wa dini watatoa sala zao kwa muda mfupi. Alafu tunaendelea na safari hiyo kupitia Sengerema na Geita, Katoro mpaka Bwanga, alafu tuingie nyumbani Chato leo. Tutafanya hilo ili kuwapa nafasi wananchi wote walioko barabarani wasimame kando kando ya barabara, waweze kumwaga mpenzi wao, ili kesho kutwa iwe ni kazi ya mazishi tu itakayotanguliwa na misa itakayoswaliwa kwenye kanisa ambalo marehemu amekuwa akilisali pale nyumbani Chato. Baada ya maelezo haya sasa, niruhusu ratiba iendelee, kwa sababu wananchi walioko hapa wana hamu ya kumwaga mpendwa wao. Na zoezi hilo kama nilivyosema litaongozwa na Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah, makamu wa pili wa rais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, na wale wote ambao pia wameorodheshwa. Asante sana kwa kunisikiliza, na wasii tuwe watulivu, tuendelee kusikiliza ratiba. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Kassim Majaliwa, mbunge na waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa kamati ya mazishi ya kitaifa, kwa kutoa salamu hizo za pole kwa wananchi. Alikuwa ni waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kassim Majaliwa, ambaye amehitimisha hivi punde kwa kutoa salamu zake za rambirambi, lakini pia salamu za heshima kwa wakazi wa mkoa wa Mwanza pamoja na Watanzania wote kwa ujumla ambao wanafuatilia matangazo haya kupitia katika vyombo mbalimbali vya habari, lakini nawe mtazamaji wa UTV ambao unaendelea kupata matangazo haya moja kwa moja kutoka hapa UTV. Hapa ni uwanja CCM Kirumba, na kwa kweli uwanja imelazimika milango yote kufungwa, na kuna wananchi wengi wako nje, lakini baadhi wameruhusiwa au kumetengwa eneo maalum katika uwanja jirani na ulipo uwanja wa CCM Kirumba. Bilipo viwanja vya furahisha, kumefungwa luninga kubwa ambayo ina matangazo haya yanaonekana katika TV ili kuwawezesha Watanzania hao kufuatilia shughuli hii nzima ya utoaji wa heshima za mwisho kwa mwili wa hayati Dr. Magufuli. Zoezi ambalo linafanyika sasa ni zoezi la utoaji wa heshima za mwisho. Watapita pale viongozi kutoa heshima zao za mwisho, wachache ambao wameorodheshwa tu kama alama ya uwakilishi kwamba katika mji wa Mwanza nako pia walipata nafasi ya kutoa heshima zao, nako walipata nafasi ya kupita. Lakini kwa kweli kwa umati huu ambao umefurika hapa, ukisema wote hawa wapite kuweza kutoa heshima zao kwa mwili wa hayati Dr. Magufuli,
huenda ikachukua masaa mengi sana kukamilisha zoezi hili, na wakati huo tayari kuna ratiba nyinginezo ambazo zimekwisha pangwa tayari, na hivyo turidhike tu na hawa wachache ambao watapata nafasi ya kuweza kwenda kutoa heshima kwa niaba ya wengine. Na baada ya hapo, kama ilivyofanyika Dar es Salaam, naam, ndio huyo tayari akishateremka pale chini, makamu wa pili wa rais wa serikali ya Zanzibar Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah, akifuatana na baadhi ya viongozi na wengine baadaye watajumuika naye katika kutoa heshima zao katika nyumba ile maalum ulikolazwa mwili wa hayati Dr. Magufuli. Na baada ya hapo, kama alivyozungumza waziri mkuu, mwili huu utazungushwa hapa mara 5 kutoa heshima kwa wananchi waliohudhuria katika tukio hili kubwa la kihistoria la majonzi, wengi wao wakiwa wanahuzunika sana kumpoteza kiongozi huyu mwadilifu, mcha Mungu, mchapakazi, aliyepigana kiume pamoja na rais wetu wa sasa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kuwafikisha Watanzania katika hatua hii muhimu. Anatoa heshima zake makamu wa pili wa rais Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah, akimwaga kipenzi cha Tanzania hayati Dr. Magufuli. Ni tukio hili, hebu tulitazame kwa ufupi, halafu tutarejea kwa maelezo mengine ya matukio kadha ambayo yanafanyika katika uwanja huu wa CCM Kirumba hapa Mwanza kwa utoaji wa heshima za mwisho kwa mwili wa hayati Dr. Magufuli. Ni shughuli hii inaendelea ya kupita hapa kwa viongozi wachache hawa ambao walipata nafasi ya kutoa heshima zao kwa mwili wa hayati Dr. Magufuli. Hawa ni viongozi wa dini wakiongozwa na kiongozi mkuu wa Katoliki jimbo kuu la Mwanza, na mwona pia Sheikh Hassan Kabeke, shehe wa mkoa wa Mwanza, na akitoa heshima zake za mwisho. Lakini pia aliyemaliza kutoa heshima zake ni Mhashamu Baba Askofu Renatus Nkwande. Hawa ni viongozi wa dini, wanawakilisha waumini wao kwa ujumla. Kwa hiyo utaona aliba ni viongozi wachache waliopata nafasi ya kuwakilisha wananchi wao au wafuasi wao wanaoabudu katika madhehebu wanayoongoza, ili kutoa ishara hiyo kwamba mwili wa hayati Dr. Magufuli uliagwa hivyo Mwanza, na watu walipata nafasi ya kutoa heshima zao za mwisho. Mama Samia, Majaliwa hakuoni, umetutega baba, rudi japo dakika. Mama Janeti Mwili, daima tuko nawe, tutayaenzi. Nyamagana, Kenyatta Road, pale katika maeneo ya CCM mkoa, maeneo ya Pepsi, Voil,
Mkuyuni, Nyegezi, Mkolani, Buhongwa. Mwili pia utaendelea kupitishwa hadi Usagara kuelekea Kigongo Ferry hadi Sengerema, ambapo utaelekea Geita, mkoani Geita kule Chato kwa ajili ya shughuli za kutoa heshima za mwisho kwa wakazi wa maeneo ya Chato na maeneo ya jirani, lakini hatimaye kuweza kukamilisha shughuli za mazishi siku ya Ijumaa. Na kama alivyozungumza mwenyekiti wa kamati ya mazishi, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa amesema mwili huu utasimama kwa kiasi cha dakika 10-15 katika eneo la Busisi. Eneo hilo ni maalum kwa kuwa tu hayati Dr. Magufuli alioa hapo, kwa hiyo tuseme ni ukweni kwake. Na katika eneo hilo viongozi wa kimila pamoja na viongozi wachache sana wa dini watapata nafasi ya kuzungumza maneno machache ya heshima ya mwisho kwa mwili wa hayati Dr. Magufuli, na baadaye utapita katika mji wa Sengerema, watakwenda katika mji wa Geita, watapita katika maeneo ya Katoro, na hatimaye mwili huu utawasili nyumbani kwake huko Chato. Ni huzuni kwa kweli kwa Tanzania wengi, na zoezi ambalo linaendelea hapa ni kutoa heshima kwa baadhi ya watu wachache, na tayari maaskari katika maeneo kadha ya uwanja huu wamekwisha simama imara katika ule mzunguko wa uwanja wa CCM Kirumba, ambapo mwili huu utapitishwa ikiwa ni ishara ya kutoa heshima za mwisho kwa maelfu ya wakazi wa Mwanza ambao wamejitokeza kuja kutoa heshima zao za mwisho kwa mwili wa hayati Dr. Magufuli. Lakini pia Halima atapata nafasi ya kuzungumza na baadhi ya viongozi wachache sana kwa kweli, kwa kuchelea muda, pamoja na nafasi ambayo tunayo asubuhi ya leo kumzungumza kiongozi huyu mwadilifu, mchapakazi, kiongozi na kipenzi wa Tanzania wengi, ambaye ameacha mamlaka haya kwa Mama Samia Suluhu Hassan, ambaye Watanzania na matumaini makubwa sana na uadilifu wake, uchapakazi wake, lakini utendaji wake kazi iliyotukuka ambao ulidhirika katika kipindi cha uhai wa Dr. Magufuli. Kwa hivyo ni hazina nyingine kwa Tanzania kwa kweli, ambayo inachukua mamlaka haya ili kuweza kuwasogeza Watanzania katika ahadi au yale mataraji na matamanio makubwa ambayo Dr. Magufuli alikuwa akiwiwa siku zote, alikuwa akiota, akitamani kuiona Tanzania inatoka katika eneo moja kwenda katika eneo jingine. Kihistoria, Rais Magufuli anazungumza kuwa hakuwa mwanasiasa mashuhuri sana katika medani za siasa, ila alikuwa ni mchapakazi mashuhuri sana katika uchapakazi katika eneo la medani za siasa. Kwa hivyo muda wake mwingi aliutumia kujikita kwa watu wake, muda wake mwingi aliutumia kuhamasisha maendeleo, muda wake mwingi aliutumia kusimamia, na muda wake mwingi aliutumia kuhakikisha yale yote mazuri yaliyozungumzwa katika ilani ya Chama cha Mapinduzi yanatekelezwa ili kumpa ustawi bora wa maisha Tanzania. Zoezi linakwenda kwa haraka kwa kweli, na nikiutazama mstari wa watu waliopata nafasi kutoka jukwaa kuu kutoa heshima hiyo, kwa kweli sio wengi sana ambao wamesalia katika mstari huo, ikiashiria kwamba shughuli za utoaji heshima hiyo zitatamatishwa hapa ndani ya kipindi si kirefu sana, ili kuweza kutoa nafasi ya mwili huu kuzunguka katika viwanja vya CCM Kirumba, ili wananchi waweze kupata nafasi ya kuuaga mwili wa mpendwa. Moja ya mambo ambayo yatakumbukwa sana katika historia na uhai wa hayati Dr. Magufuli ni usimamizi wake na msukumo wake katika kuipa nafasi lugha ya Kiswahili. Akizungumza majuzi katika hafla ya kitaifa pale katika uwanja wa
Dodoma, Rais wa Afrika Kusini Comrade Cyril Ramaphosa alimtaja kama Mwafrika wa kweli ambaye hakuchelea kamwe kujitangaza kama Mwafrika. Comrade Ramaphosa alisema anamkumbuka sana hayati Dr. Magufuli kwa ushujaa wake dhidi ya ufisadi na ambaye aliwafanyia kazi watu wake, na alisema alikuwa bingwa wa utamaduni na mila za Kiafrika, haswa matumizi ya lugha ya Kiswahili katika eneo la Afrika Mashariki pamoja na bara la Afrika kwa ujumla. Yeye binafsi alisema Kiswahili kimeanzishwa katika shule kwa Afrika Kusini kama heshima kwa hayati Rais Dr. John Pombe Magufuli, na wamesema wao wataendelea kusisitiza matumizi ya Kiswahili na watahakikisha Kiswahili kinafundishwa wote kuunganika hapa na Watanzania wengine